Sasa ndio moto ya battery. Sasa tunataka kujua kama hii magneto iko sawa ina charge battery. Nikuonyesha. Inaonyesha 14.4. Lazima uko na hizi kama 4 ndio ufikie hii moja. Hapa tuko Roysambu kwa Frank. Battery ya lithium. Siku zote. Kidai lithium unakuja kwa Franco. Hapa Roysambu zima. Hapa nipo mwisho wa mawazo. Halo Frank, ni aje? Poa. Mzee leo tumetembea hii area yako. Hebu tuelezee mambo inaendelea aje, nini unawapigia wase? Sasa ndio nafungia lithium battery. Zinakaa hivi actually inakaanga hivi kuanzia ndio hii. So tunawekea BMS. Hii ndio BMS. Hii ni process ya pili hii BMS. After hiyo ndio tunaifunga na tape vizuri siingize maji ndani. Isiingize maji. So hiyo sasa ni kufunga sasa. Hiyo BMS kwa nini umeiweka? BMS ni nini? BMS inaitwa battery. Hii ni ya kuprotect battery kwa overcharge na discharging So ina protect cell zote zikuwa ine. Inakaa hivi. Na mbona hizo cells ziko tofauti na hizo zingine? Hizi za solar. Ndio solar. So inatumia solar. Hii sasa ni side ya solar but BMS ni the same. Ndio unaona hizi zinakaa hivi. Hizi zinakaa hivi loud. So kama hii ya solar ni ya client, ni ya nyumba ama ni ya bado ni ya bike? Hii pia ni ya client. So hiyo ni ya bike kama ni ya hii inaweza ingia kwa bike but hizi tosea ni kubwa kidogo. Hizi zinatosea ni hizi. So hiyo sasa yeye atakuwa nayo kwa nyumba ama ni backup kwa nini? Kwa kazi. Inaweza tumia backup kwa nyumba. Venye tu utaamua vile tutataka. Na hii bado unaweza itengenezea nini hizo ma socket nini like moto itoke hapo? Actually hapa hakuna stima. Natumia hii. Tunaona hapo kujuu na venye stima zimeanguka. So hapa hakuna mambo ya stima sahi. Natumia hii moja na pia niko na ka inverter. Hiyo moja ni gani? Ndio hii. So hii umeitolea moto yake wapi? Hapa. Ndio hii inverter inatoa moto huku. So unasema aje? So hiyo moto yenyewe hiyo ndio storage. Sasa ndio storage yangu kama backup. So hii yenyewe ni storage. Na hii battery ziko hapa ndani ndio hizi. Ndio hizi. Ndio hizo. Sasa hiyo moto yake inatoka kwa solar. Inatoka kwa hii battery, inaingia hapa kwa inverter, inaconvertiwa inakuwa AC. So hii inatumia hii na gani yangu. Nitaitumia nayo vitu vingi hapa lighting. Hiyo vitu zote. Na pia unaweza nunua utumie kama venye tumia. Okay, sasa sema kama hii. Sasa kama hii inaweza kupigia saa mtu mwenye ana kitu kama TV, ufa. Lighting, TV, ufa. Phone charging. Hizo vitu zote itafanyia. So inaweza mpia backup kama ya how long? Actually kutumia na itakuserve actually 10 to 12 hours. 10 to 12 hours. Kama unatumia hizo vitu zote sasa uko na watch movie. Watch movie, utawatch vizuri. Services zote. A whole 12 hours. Kabla stima irudi. Kabla stima irudi. Na bado unaweza kuwa ukicharge. Phone unaweza kuwa na charge maybe laptop. Kitu yote inatumia power itakuwa on. For 12 hours. For 12 hours. Yes, ni moto mingi sana. So ndio inatonga lithium. Hiyo ndio lithium technology. Technology na pia inakwanga iskwagi mzito. Unaona kama hii na battery ya bike. Hii ni ya 15Ah. Ukiangalia kama hizi za bike hii ni ya everything ni ya N7. Hii ni mzito sana. Na hii ndio ufikie hii lazima uko na hizi kama 4 ndio ufikie hii moja. So unaona kuna venye mtu wa bike anaweza gonga kama hizi 4. Hata hakuna storage. Actually itaweka hii moja kabla hizi zote. Na pia hizi na kuangalia lifespan up to 10 years. 10 years. But hizi najua hizi ni lifespan yake ni dogo. Ni akienda sana 3 months kienda sana 1 year hapo. Kienda 1 year sana hadi unafurahia amesema yenyewe battery yako imedumu. So wala si yenyewe umewekea kitambo sababu bado wanatumia hizi vitu. Wanatumia hizi vitu na kila mtu ana complain ananiletea tu customer. Kuletea customer. Ndio ingia kwa hii shughuli ya lithium nini ilikubuild mpaka ukaamua kuna piga shughuli ya lithium na sana za bike nimeona unauza sana pale online. Nilikuwa naweka solar system So tulikuwa tunatumia hizi battery za lead acid kitambo hizi kuweka solar. So venye hizi new technology zilikuja
tukaingia kwa hizi lithium. Yeah. So kuna kitambo zilikuwa hizi masero kubwa kubwa, hizi mabetri kubwa za expensive. So venye hizi zilikuja tukaona hii inaingia kwa bike na itafanya shughuli vizuri kwa bike, lighting, music. Yeah. Sola mlikuwa mnaekea wapi? So tulikuwa tunawekea hizi. So nasikia mtu anasema ai unamwekea tu after hata ifiki mwaka kila mtu anakupiga simu na kwambia battery yangu imerudi chini. Hata moto yenyewe inachukua kwa sola hii. Actually hata inachajiwa vizuri but fika jioni hadi ifikisi saa 2 inazima. But ukiweka grant unasikia 12 hours. So hadi ukiweka mtu wa bike ni hivyo, lighting, music, kila kitu iko on. How much does it cost for such a battery? Okay, hizi battery inakuanga double ya hii. Okay, zinakuanga expensive. Juu hii I think inatoka 15. Hizi zinatokanga hizi ni dawini kuanzia 4K. So unaona mtu anasema ukiweza sema ni expensive juu hii kwa mwaka unaweza nunua hizi tatu. But sasa hii kinunua hii utanunua nyingine after 10 years. So unaona mwenye atanunua hii na mwenye atanunua hii watakuwa na different. Huwa atakuwa anarudi kwa duka after 3 months na duka tena, anarudi kwa duka na mwenye amenunua kitu once. Actually nasemanga mwisho wa mawazo. Hapa sio kuchange ni hivyo. Mambo ya battery za kusumbui tena. So na hiyo lithium umesema nyinyi mlikuwa mnaweka solar. So background yako ni electronics. Mambo ya stima. So hii kitu sasa huwezi unda kama uelewi mambo ya engineering. Juzi mambo inaweza kuwa sana. Hii kitu by the way ukiweka vibaya, hii ni dangerous hii. Hii ni actually kisort kidogo tu hivi inatoa moto. So lazima ukuwe unajua venye unafanya. Lazima hadi installation yake lazima kama hii venye imefungwa hii. Hizi ndio waya za BMS. Zote zinakuja hapa ndani Za BMS zinatokea hapa. Ndio hizi. Hizi zote. Sasa hii tumeanzia hapa. Hii ni B1, B minor, B1, B2, B3, B4. Zote zinakuja zinaingia kwa BMS. So ukifunga B1 kwa B4 utakuwa umeharibu BMS ama uharibu battery. So hii kuifunga pia lazima uko na yaka experience kidogo. So lakini wewe juzi ulianzia sasa na shughuli kubwa. Sasa mimi nilianzia na hizi za solar. Okay, but sasa mimi hizi vitu tulianzia na kufunga kwa solar but zilikuwa zinakuja zikuwa nini zimefungwa complete. So ni venye mambo ikakuja hivi tunajua mimi zinafungwa. So najua kitu kama hii kama unajua mambo ya stima kuelewa ni rahisi. Actually ni kuambia hii ni B1, B2, B3. Wewe ushajua. So sasa vile mlienda mkaanza sasa kufundisha mkaanza kuelewa. Kuelewa. Kuzistudy na kujua. Na pia kuna wa Chinese tunafanyanga nao kazi So hizi nimekuwa mtupea hizi kazi kufunga. So unaona wa Chinese wanakueleza vile kitu inaingia. Kuna time ulikuwa unafanya ama sasa bado unafanya na nimefanya na wa Chinese huko hawa China. Wenye wanauza pia hizi wanauza hivi vitu. Na pia tulikuwa tunafanya na kazi ya installation na wao. So unajua hii kitu imetoka huko kwao. So unapata ka knowledge hapo, knowledge. Na wa China ulipatana na wao lini ndio mwanzo kufanya kazi? Nilipatana nao tu kwa solar system huko install solar. Tulipata malini hivyo. Okay, mimi 2013. Hapana, si 2013 sorry. Ilikuwa 2020 corona ilisalini. Time kulikuwa na ile time ile ilisa. Sababu ndio ni 21 hapo. Juu 2017 ndio nilikuwa shule. Ulikuwa? Shule ya kusomea hizo mambo ya stima. 2017. Kwa kusoma mambo ya stima. So venye tulisoma sasa kakuja na hii mambo ya corona. Kwa na hii lockdown. So venye kulifunguka ndio sasa tulijua na wao. Na sasa pia walikuwa wanaogopa juu hiyo nini mambo ya corona. Hiyo nini. So kuanzia hapo ndio tulijuana na wao. Kaanza kufanya shughuli. Kaanza hadi kuma marketia unaambia client kuna new technology. So unajua client hawezi amini. Wazo mletee. Juu amezoea battery so unamletea unamwekea. After siku 3-2 anakupa feedback. Na hiyo client anafurahia na kupatia customer mwingine. Tuseme kama sasa hizi zenyewe unapata hizi zenye
tuseme kama mtu sasa anataka kuweka yake kwa nyumba, anaweza tumia kwa nyumba. Inaweza mkula kama pesa ngapi akitaka backup tu nzuri yenye kama tuseme kama wacha nijipene example na mtu kama mimi ni editor na shinda yani kwa machine edit ni duka hizo. Nikitaka backup poa sana na najua kuna watu wengine pia wanaweza kutaka kitu kama hiyo. Inaweza cost kama ngapi? So mtu kama wewe haina haja kusidoka kununua hiyo mabetri nunua power station. Kitu sasa naona kama mtu wa kamera so unaweza maybe isiwa na power pale huko na unataka kuchaji kamera yako so hiyo itakuwa portable. Utaweka kwa bag yako unaenda actually inakaa design kama hii inakaa hivyo sasa. Inakaa hivyo ni kitu portable wewe unajibebea unaweka kwa bag utakuwa na charge laptop kamera zako na pia unataka kuweka kwa solar system kuinvest kwa solar kuna hizi battery hizi kubwa so inaenda cost around 30k. Yeah. So bado unafanya shughuli na hao majamaa? Yeah, tunafanya na wao. So that is the match yenye nilikuwa na sasa shaweka ni hivyo. Kiweka ni hivyo. So na hiyo ni haina shughuli mingi. Wewe ukiweka umeweka. Hakuna mambo ya oxida malipia whatever. Unaweza sema kitambo unajua ulikuwa na deal na makastoma wengi ni wa nyumba ni nini. Vile umeingia kwa limelight ya story ya Nudhi Culture, wasee wanaanza kukuja kuwekewa. Umeona any difference kibiashara like vile umeanza kudeal na wasee pia wa bike? Yeah, baada ya bike wameinua by the way. Hapo na wasamini. Hapo na wasupan sana. Wameinua kwa hii kazi. Juu wengi wanaona hivi vitu kwa online. Actually si huku Kenya. Mtu anasema I wish hii kitu ifike huku. Na sasa hii kitu kama ikifika huku mtu anakimbilia na anataka kitu cha msafu wa long amechoka na kununua battery, anataka kuweka lighting kwa bike, ananunua battery na actually hata ifikisi miezi inafuka kama miezi 2-3 inaisha. So ukiambia msee kuna hii kitu kama hii actually anakuamini hata hadi kipea mtu kama yote tu abaki pale mwambie nini. Kwa lithium. Kabisa so juzi iko. Sasa kila kitu mtu anajua lithium. Kabisa tu. So ukiwaambia wakasomani wanakufollow unaambia ujuzi iko na technology iko sawa. Tried and tested. Kabisa tu. Sasa kama mimi nikujulia kwa TikTok kwa sababu wengine maybe wenye waja kujulia TikTok wanaweza kufuata wapi? Pia niko Facebook. Na although siko Instagram sana. Facebook jina ni gani bado ni Franco Kama. TikTok Franco Electrician. Location pia ni wale wenye wanataka kuja kwa garage. Location tuko side ya Roysabu hapa Zimmerman. Next Power Supermarket. Ndio kikuja tu hapo atapiga shughuli. Atapiga shughuli nyingine safi. Na hii sasa iko complete. Tushamaliza sasa hii sasa malizika. So imebaki tu kuweka kwa bike. Client afurahie. Haya, wale wanambo wenye wanatakanga kupigia mtu one pia namba yako hivi unaweza wapatia. Namba yako ni 07 97 08 35 41. Wale wanataka kupigia hiyo namba yangu. So unasema biashara imebadilika sana tunajiona na vijana wa bike. Bike wanafanya kazi nzuri wanaunganisha watu. Those one baya jai tunakozana. Acha tu mgote. So mambo imebadilika vile inafaa. Kabisa tu. So unaambia mafansa hivi. Fans wako. Mafan tu niwaambie shukrani kwa vile amenisikilia. Juu kila mtu akichukua battery hapa na niko kwa mtu mwingine hivyo. Na mambo inakuwa vizuri. Kabisa. Hata sisi tumefurahia for hosting. Na mambo iko vizuri sana Frank. All the best. Sasa shukrani. Kabisa. Tuko na Tembo Kawaya. 001. Kwaje bro? Niko fine. Hapa tuko area gani? Hapa tuko Roysambu kwa Frank. Battery ya lithium. Siku zote mimi nazoambia aje. Huwezi kuwa na GX ama H something unapiga teke man.
kuna kijana amekam na design nyingine mbaya. Kitu rahisi na si ati iko na hasara kwa magneto, kitu safi. Unaweza mtrace hapa Roysambu akupatie battery ya lithium. Alafu akishakupigia lithium, wewe unawapigianga shughuli gani? Mimi kazi yangu ni ya wiring, lighting, ingia mneti, search Tembo Kawaya, utaona kazi yangu. By the way sijakuwa famous sana kwa mneti, lakini shughuli ukiingia tu hapo bado mimi ni mkulima mdogo. Utaona shughuli. Shughuli ni safi. Ambia the likes of bikes zenye umepigia shughuli. Bikes zenye nimepigia shughuli, Tycoon, Wodolaka, G-Unit, unaweza trace hizo bike uziangalie ziko aje. Na hadi El Croco Mamba 001 ananitambua mbaya. Mnaweza hata ukienda kwa page yake nika hapo. Unawapigia shughuli vile inafaa. Hadi sasa kuna bike inatoa iko Githurai hapo kwa karibu na Shifu Coffee ni GNFL na Wodolaka 002. Hiyo inakuja kwa mbaya date 30 iko Narok. Ni mbaya kabisa. Wase kama utakuwa hapo kwa hiyo charity wase wataona hapo wenyewe ndio watasema mimi siwezi sema mingi na mimi sina wadui ama sina bifu na mtu mneti ati siji tushinde tukisumbuana tukitusiana mneti, hapana. Ukiona kitu haikubambi kwa kazi yangu sema tu hapa hii kitu ulifanya kazi ni kurekebishana, si kama wadui man. Wase wajitume, vijana wajitume, mambo iko vizuri. Wase wajitume, hakuna cha rahisi. Area garage yako iko area gani? Iko Dandro phase 5 kwa Jonte Art. Nika hapo hivyo utanipata hapo nikipiga shughuli yangu man. Nikapo na hiyo nini yangu ya kazi lebo ni welcome to Tembo Auto Garage. Tembo Garage. Iko hapo hivyo. Na wakaribisha man, shukran. Na ningependa kuungana na nyinyi pia nyinyi muungane na mimi man. Kazi nawapigia ni kazi fiti sana. Na kazi kwa smart. Kazi ni smart. Wenyewe nyinyi ndio mtasema man. Mimi siwezi sema mwenyewe. Naona ni safi kumbe kwenye si safi. Sawa. Kabisa Jo. Shukran Jo. Wale wa namba wale wenye wanataka namba watu kufollow wapi? Unasema kufollow kate? Watu wanifollow mneti nimejaa sana. Tembo Kawaya. Hiyo ni TikTok, Facebook. Ni Tembo Kawaya. Tembo Kawaya. Kabisa Jo. What about wale wasi wanalialianga namba wasi wakujie WhatsApp nini? Watu wakulia namba naweza wasomea wakitaka. Then hata ukienda kwa bio hata ya TikTok iko tu hapo. Hiyo niko on throughout hata kwa garage nimeiweka hapo. Na ukidai nisome pia naweza isoma. Hebu ambie hiyo namba. Namba yangu ni 0741775784. Na unasikia namba ulipatiwa kitania 0701. Si 01. Ni 07. Sijakopa namba. Namba nimepewa. Ni 0741775784. Kabisa Jo. Ukikosa Nas Media unataka nini man? Mageni unapata hapa, kitu mweche, vitu yote inaendelea man za rider wote. Unatafuta ni mwenye umjui utamjulia hapo. Wewe ukidhani wewe ni mnoma, kuna mnoma zaidi yako. Na tukikutana sisi ni wanoma na tutaguzana. Sikukuwa na uadui man. Watu tushirikiane kama ndifu, tushikane mikono, siku kurushiana matusi. Haisaidii. Tuungane, tupeane idea, tujaribu kutengeneza kitu mbaya tukiwa kitu moja. Watu watambue kama ni Kenya, jamani wa Beard. Kama ni Kanairo, jamani wa Beard. Hivyo ndio vitu nasema. Mandifu siku zote hatuwezi acha spana. Wasa jitume. Vijana jitume huko nje. Hiyo design. Shukran Jo. Mwanzo asante vile tunashukuru sana. Ni mbaya hiyo design. Maliza. Uzuri hii beta. Naona sasa si level sana. So hii space iko hapa juu. Itakuwa na katuru zako Sorry tukiekelea hapa si ati ni kitu ila nini. Beta isa ingia hapo ndani. So ushaikatia ile area ile. Kadogo tu. Kadogo tu isa ingia hapo ndani. Hata ichukui space kubwa sana. Space kadogo. Hadi TVS unajua mimi pia nilikuwa nakuuliza TVS kama inaweza toshea. TVS inaingia juu ndakuwa na battery kama hii. 150 kuna kabeti kadogo. Kadogo? Ni kadogo. Okay, si kadogo kama haka, but ni kama si kama hii. Itaingia. Hakuna itaingia. Vizuri. TVS inaweza ingia juu kabeti yake ni kama tu hiyo size. Kataingia vizuri. Ama tukate kidogo na kama hivi nimekata kadogo tu imeingia. Kitu kadogo tu. Na unabaki na space yako hapa ya kuweka vitu zako tu. Sasa huyu mambo ya lighting
Betri zake ziko. Mambo battery. Pika bei mzee. Shapika bei. Hiyo starehe ni gharama. Starehe ni gharama. Hapo hapo save. Sidi kwa minus yacheza. Itabidi sasa tuiongezee ikawa kafupi sana. Ni kidogo waya. Waya pia huwa ina mata in terms of kubeba moto. Kama hizo zenye naona unatoa hapo ni mawaya. Naona hizi za starter hizi. Starter lazima uweke wanono. Ati pia hizi tuongezea kidogo hapa ifikie huku. Ati hii iko sawa itafika. Hii haifiki hapa. Tuongezeka kikawa kadogo tu. Ziko tu huku ndani. Kameraman mwingine ako live. Wewe kwanza hata uko live. Kabisa inafaa hivi. Watu lazima watu waheshimu ndugu kacha. Wajua ndo nadhani ndugu kacha ni kuride tu. Wajui biashara inaendelea behind. Unapiga hesabu mtu kaa huyu ni biashara, huyo sasa na mataa mwingine kiti mwingine nini. Wanacheza hizo biashara zote. Nadhani mchezo. Mchezo kwa tuko na Munga mwenyewe. Ndio. Shughuli inakuaje bro? Shughuli ni safi kama venye unaona hapa. Nini imekuleta hii area? Ni battery. Battery ndio nimekaa mniekewe na Franco hapa. Na ukidai lithium unakuja kwa Franco. Hapa Roysa hapa Zima. Hapa nipo mwisho wa mawazo. Battery zimekusumbua sana. Battery zimenisumbua na bike ni mpya manze. Lazima ushinde tena unapiga makick nini? Lazima uvunje miwa manze hapa hivyo. Na inakuwa mbaya sana. Venye sasa unaona bike rating iko safi. Mwisho wa mawazo. Sasa kile kitu imeshafungwa sasa ni kufungiwa finali. Ndio hiyo. Na mambo iko vizuri. Mambo iko fit kabisa. Unatokea kutu gani? M-Town. Na mambo iko vizuri. Mambo iko fit hapa. Ndio hiyo. Hiyo design kabisa jo. Asante mzee. So watu wakitaka shughuli ikiwalemea wanakuja kwa Franco hapa. Mambo iko shaba. Mambo shaba kabisa. Kabisa jo. Asante jo. Safi. Sawa. Tunaingia final. Na ikiacha kupiga inafaa ikuwe ngapi? 13. So unajuangaje charging vile moto inakuja? Ama hiyo ndio inakuonesha? Hiyo ndio tunapima. So ukipima unashikanga wapi na wapi ndio iweze kukuonesha? Hii ya plus. Ati ya plug. Hii ya plus. Hii ya moto. Positive. Positive. Hii ingine ground ni negative. Alafu unaona kama iko sawa. So tuseme bike haicharge inafaa kama haicharge inafaa itaoneshana aje? Haitaonyesha hapa. Hakuna kitu itasoma. Hebu zima. Na tunaona sasa bado inaoneshana. So inaonyesha moto. Hebu zima bike. Sasa ndio inaonyesha moto ya battery. Sasa tunataka kujua kama hii magneto iko sawa ina charge battery. So lazima tupige kwanza wase bike, apige maledhi hivi tuone venye inapanda. Bluetooth mode. Piga levi wote. Inapanda. So hiki panda hivyo ndio kumaanisha ina charge. Magneto iko sawa. Magneto iko sawa itakufa. Hivyo sana mnajua vile shughuli inafaa kukua sasa. Nimecheki. So kama bike yangu pia nikikuja kuna hiyo kitu fulani yenye kama TVS inakuanga nayo hapa sana. Sika boxer inakuanga nayo. Hii side pia battery hapa. Hii yenye ina control moto. Iko na fuse. Kuna battery na fuse. Lakini kuna kama TVS kuna kitu inakuanga nayo hapa sio.
kitu fulani yenye ina moto yenye inatoka kwa engine kwanza inapitianga hapo alafu tena inakuja sasa. Inaitwa regulator. Regulator. Zote ziko nayo. Na kama hii regulator yake iko wapi? Iko hapa, iko kwa kiti. Iko kwa kiti. So regulator kama imededi pia haiwezi oneshana moto. Hapa itakuwa moto battery. So pikipiki malezi hivi. Haitakuwa inaongezea hapa. Haitakuwa inaongezea. Oh. Kabisa nimeelewa. Video inaitwa BMS. Last time haikutumwa kitu hadi sasa hii ndio unaichoma sasa. Nifanya kuingia sasa hivi tulia. Battery yote lazima ikuwe na hii. Watu wengi walikuwa wamekuuliza, hii battery iko na BMS? Kuna BMS? Video hii sasa naifunga. Hizi zingine zenye unaekanga kama mtu akiweka kama hiyo passion niliona iko na mpaka kanini fulani hapo juu kanaoneshana pase voltage. Hiyo nayo ulimwekea aje ndio ioneshane hivi. Yake alinunua kama hii kwa kitu. Although kako hapa. Yes. Kuna kitu naona hii. Angalia kanazanga voltage hapa. So hata kitu unauza aje? So hii kile hapa itakuwa kwanza battery voltage level. So lakini waka nimeona umechomea huko kwa dashboard. Yeye alifanya hivyo alibeba anaenda kujifanyia. Akaenda akajifanyia zake. Si niliona hiyo bike yake kwa vizuri sana ukiangalia. Iko na hadi kwa kitu. Mimi nimwambia ikiwezekana. Ndio hii sasa ndio inatoa ina communicate na hiki tunafunga hapa. So hadi ni kinini kwa wapi? Inakuonesha kila kitu. Balance nika connect uone. Kama hii beta ndio plus. Actually hata test na moja beta battery hapo. Hiyo imefungwa. Hiyo nyingine. Hii iko hapa. So hii inaweza work independently bila hiyo BMS ama hapa hii ni ile ya kuanza battery voltage level na pia iko na kitu cha kuchajia simu hapo na pia hapa unaweza tolea tomato hapo hapa kama ni hapa unaweza tolea kama cheza hapa juu unaweza unganisha kuna output so nakuja side ya main hizi ndio capacity zake za kuchunga hiyo kila kitu unakuja unaekelea hapo ya plus sasa hiyo unaekelea kwa battery nafinya hapa main switch hivi na kuanza voltage hapa kuna moto iko na mpaka controller like hiyo main switch na control. Iko na controller hapa. So hapa unaweza kiacheza, hapa unaweza kia mataa indicator. Hizi zingine unaweza kia tu kama na hiyo battery kwani iko na moto mingi aje nasema iko 14. Iko 14 point. Iko full charge. Fully charged. So hebu connect simu sasa tuone. Itacharge vizuri. So baya, huko mambo ni ngumu. Ndio hiyo. So pale kwa stage wewe uboeki. Muziki inalia. Una charge simu. Uko ni ndudu uko ni simu. Cheki tu. Kwa ndivyo tu. Hiyo ni lithium ndio inafungwa sasa hiyo moto yake inatoshana hivyo. Safi jo. Sasa hizo unachajia hapa, hizo mamawe. Zote ninajua hapa. Zikikuja una charge. Kwanza na charge. Mpaka inajaza. Hiyo sasa ingia kwa bike. Na pia najua health ya hiyo battery before sasa ingia kwa pia before nipe customer lazima kwanza nifanye testing hivi nione venye iko. Which study test zenye wewe unafanyanga ndio ujue vile hiyo kitu iko. Natumia hii inverter naweka kitu gumu kama hii inanyonya moto haraka. Hiyo ni glue gun. Glue gun. Inaisa moto pia naweka tena. So nitafanya so ikiwa hivi unaona iko na 100 watt hapa. So inakunya moto mingi sana hii so nitafanya hesabu zangu nione ikifanya na hii na 100 watt ita how many hours ikipita ikipasi hiyo kitu najua ibe iko sawa. So hiyo ndio mahesabu unaipigia. So before niuzie mtu lazima kwanza nifanye testing kila kitu iko vizuri. So nikiweka na hii alafu ni divide na hii nijue hii itanipatia kama 5 hours. Iko sawa kabisa. Wazi. Output hata ni mbili hapo ama ni hivi hapo charge. Kuna hizi mbili, naweza just mbili hapo. Hapa ni personalize, hapa unaweza kacheza. Hapa ni radio, hapa ni hizi mataa zingine. Na inaafektiwa na maji kitu. So kuna venye naifunganga hapa, kuna venye taingia maji. Unaifunga vizuri. Itakuwa tu inaoneshana tu hivi. Hapa tu. Naona hadi hivi venye iko. Although hii pia inaweza ingia hapa ama ingia kwa bike hapa juu. Hadi so this the same ni the same na hii yenye umefungia pale.
Oh, lakini sasa umeifunga vile inafaa. Venye inafaa. Hadi ikakuwa vizuri. So mwenye anataka kitu kama hiyo pia ziko. Namba ni hiyo tu. Namba ni hiyo tu. Kama unajifikisha, kama unajifikisha kuna physical location. Unakuja unaonekana, unasema mashida zako zote. Mambo inakuwa vizuri. Sasa hii ni BMS tunaifungia hapa. Kuna watu wanaulizanga hapo kwa mneti, kazi ya BMS ni gani? Kazi ya BMS ni kuprotect selo zote. Unaona hii selo hii na hii zote nataka kujua venye ziko. So hata moja inaweza kuwa imeharibika na ikupe hiyo health information. Selo moja ikikufa kidogo ama kuwa na any issue haitoa moto. Unless tujue ni wapi. Nimeket. Na venye imewaka. Nimesema hii cell iko on. So hiyo ni cell 1. Cell 1. Isa niambia hiyo kitu iko sawa. Hiyo ni sign nimesema. Hiyo cell iko on. Jana umeishiwa credit na bundle usaidiwe wapi? Na imewaka. Hiyo ni cell 1 umeshaifunga. But tunasemanga B battery. So ikikuja hivi ino ni B2. Ndio imefungia hapa. So itatokea hapa. Kuja kwa battery hapa. Okay. Kuifunga ni simple kama unaelewa. Okay, na sasa ni kumaanisha hizo zingine zenye imebakisha huku unaweza funga pia betri zingine. Gani? Hizo zote inaingia hapa. Zote zinaingia hapa. Hapa imeandikwa B minor, B2, B3, B4, B+. Zote zinaingia hapo. Oh, zinaingia zote zikiwa. Mimi hata sitaki art. Ukitaka art wewe chukua hizo tangi zako sasa kama mimi nichukua. Kuna watu wanaulizanga iko na BMS, kuna BMS. Ndio hii inawekwa saa hii. Ndio hiyo. Kabisa. Sasa unataka nani asote kabisa? Wewe mjinga ni? Hiki ni hata nilitoa. Unajua aje kitu ya maana ndio hiyo na mimi siwezi kupatia ni hiyo frame kwa sababu iko na notebook sasa ni kila nimesha hapo. Hii pia. Hayo ndio sikupatia. Na ndio mmoja utaona. Ndio. Hapo ndio nyingine imewaka. Yeah, number 2 imewaka. Imewaka number 2. So inasema pia hii iko sawa. Iko sawa. Hello viewers mazee. What else once again this is Nas Media K. Na leo tulimekuwa hapa kwa mzee Frank mwenyewe ndio shughuli inamaliziwa hapa. Client amekuwa na furaha mpaka hawezi kuongea bana. Mambo anasema ya kiki inaenda kutolewa saa hii. Shughuli ni safi, ndio tunamaliza shughuli hapa. Na tutaendelea kuonesha chochi hatari za kufanyiwa hizi vitu, kama ni garage, kama ni wapi. Kitu yote inakukula kichwa. Hapa ndio mwisho wa mawazo. Hii area. Na tukitoka hapa tunawapeleka area nyingine, mambo ikuwe vizuri sana. So this is Nas Media K mazee, muendelee kusubscribe, muendelee kufollow, make sure that mnashare kwa wase wengine, wase wanapata hii knowledge. Na kama uko na shughuli safi na unataka itokee, tupigie tu namba iko hapo kwa bio. Tutatokea, tutakosa kutokea. Tutatukuangi na uchoyo, tutatokea area kuonesha vile shughuli unapiga na mambo itakuwa vizuri sana. Kabisa jo.